Wavinya deti. The only problem that Sam Kioko did ilikuwa ni kukuja kuitisha haki yake. Ameitisha kwa muda wa miezi karibu 6. Viongozi wamesikia na hawajafanya lolote. Wamesikia wakasweep around the behind the carpet. Wewe Wavinya deti, you have always presented yourself as the mother of young people. You have proved you are not a mother of young people, especially after Sam Kioko ametadikwa na kajo wako, akasugushwa kwa maambulansi zenyu, na baadaye akakuwa admitted with serious injuries. Wavinya deti, you have proved not to be human being, ama human being ambaye ana roho ya binadamu, kwa sababu hakuna mama ambaye ako na tabia kama yako. Siku ya kesho tunakuja Machakos County, tunakuja kusimama in solidarity with our brother. Utuambie kwa nini unatadika watu kwa kuitisha haki yao, na tukubushe watu ya Machakos, this is one of the reasons ya kwamba tunafaa tushukue kadi. Kuwa kadi, shika kadi, wakati wa 2027 mutamukubusha kiburi chake. So guys, good morning. And when I tell you it's us against them, you don't listen. You don't listen, Smora. You don't listen. When I tell you it's us against the political class, you don't listen. Because if you ignored what happened and what is happening to Raphael Tuju, if you are still ignoring what is happening to Sami Kioko, you think they won't get to you? It's just proof that this government can't honor anything they said. Because tell me why Sami Kioko ameenda jana kuitisha pesa yake. Juali deliver uniforms. Uniforms zenye tumeona huyo Wavinya akivaa. Niliona picha moja akiwa amevaa hizo uniforms za Sami Kioko na hawajamlipa. Sami Kioko akaenda kuitisha haki yake. Tell me why wamemshika. Wakaenda wakampiga. Wakampiga like yo. And when he said drain the swamp, you know, most of us, we've concentrated on the hate for the president so much that we've forgotten we have other 5 positions in that ballot. To concentrate na kuchukia ujamaa sana, tunamchukia, it's good, it's okay. But again, distribute that hate to your governor, to your senator, to your MP, to your MC. Everyone who's not working for you and should drain that swamp. Drain that swamp. Surely Wavinya. And the other people who are making women leaders look so, you know, mnafanya women leadership inakaa sijui aje. Sasa mimi hata nikianza enda kuitisha governor watanipia kwa ile moto Tanzania nitawavinya kama wewe. One time kwendeni huko. And justice for Sami Kioko. Mpeni do yake bro, kwani ni do ngapi? Mnabo. Na wewe yaliondoele si pite, usidhani Machakos ni mbali sana, ni hapa tu, si ndio? Tunashuka tu hapa. Si ati ni mbali, maachani hapa. Saa hii mtoto wenyewe anapelekwa usiju ya stress za takataka juu mmekataa kumulipa pesa yake. Kazi yenyu ni ya waliondole si pite. Sijui wa kuvinya, sijui na vinya nini. Hebu mtu alipwe pesa yake, muache kutesa watoto wenyewe. Juu hawana watetezi na nyinyi mko saidia ya ujinga ya kuangamiza wananchi. Na mnadhani wacheni kusumbua watu. Nyinyi watu wa Maacha, msidhani hiyo county government hiki kiofisi kienyu ati kiko mbali sana. By the way, msifanye watu wakasirike. Sasa hii tunalinda juu hii ni inchi na hii ni inchi ni yetu sisi wote. Si ati hatuna hasira. Hebu Kioko alipo pesa yake na muache kubeba watu ujinga. Mbona Sami Kioko haendi koti kuitisha pesa yake through the legal means? Alisupply koti. Alisupply nini koti? Koti limpatia LPO gani? Koti li sign contract gani? Koti li receive uniform gani? Where was Koti involved in the very first place? Hii deal kifanywa yote, where were they? Ndio mwambie ende koti. Au huo CFO mwenye alikuwa anamwambia shika hii, fanya hii biashara, wakimharakisha, wakireceive uniform, akafanya hizo vitu zote, where was in the very first place? Mwambie ende koti sasa itishe pesa yake. Ni ujinga bana. Sami Kioko itishe pesa yake vile atajua kuitisha pesa yake. Bora he is not breaking the law. Enda kwa ofisi yao everyday utishe pesa yako. Itisha hiyo pesa mpaka wakupatie hiyo pesa. Frustrate them, wanike kila mahali by the way. Onyesha the discrepancy in this county leadership. Watu wengi wako na madeni na Machakos County bana. Watu wengi kuna madeni, niko na madm zimejaa hapa, people have lost millions of shillings. Hadi walewa jaili, alafu nasema ati mtu aende koti. So ufanye koti.
current government, shame on you. Shame on you. Sami Kioko ameiba nini? Sami Kioko oya chao. Sami Kioko neki ngei. Ameiba nini ndo arestiwe. Oya chao chene nikenda akwatwe. Sami Kioko alikuwa na demand pesa yake. Free Sami Kioko. That is very bad. Muto anakwata mundu ata ayeti ambesa siyake. Neki ngei ni woya kanako uwanite. Tom Daktari ameshikiwa nini? There is room for option 2. Kedha muyasiaba imbesa sioma mutaite. Nete kwetia na kekamba yute inge kedito. Teisia kana kedito ke imo ya inyonde. Neto kuinga kedito kwani akamba la matene mainga kedito maendieba. Neto kuinga kedito because that is very wrong. Mutona kwa rais mundu ata. Medias mutona makunata. Pe mundu noya kindu. Actually, on Ambesa, associated, we are very peacefully. That is very wrong. Shame on you. Hii message inaendea Stephen Kalonzo Musyoka. Your Excellency, nimetengeza videos mingi sana hapa pushing for your presidency because we believe in you. Lakini sasa pale Machakos kuna shida kati ya governor ambaye yuko kwa chama yako ya Wiper na huyu jamaa anaitwa Sami Kioko. Huyu Sami Kioko ndio huyo ako kwa hospital bed. Leo inasemekana amekuwa roughed up. Yeye na Tom Daktari. Those are content creators coming from the Kamba community. Stephen Kalonzo Musyoka, ingilia hii issue. Or tutaanza kuwa na doubts na wewe. Tutaanza kuwa na doubts. We don't want to start doubting you. Kwa sababu kama watu wa kutoka nyumbani kwa bisa kwenu Ukambani wanapata injustice, wanakuwa mistreated, wanakuwa mishandled right kutoka nyumbani, mnaanza kutupatia sisi watu wengine wasiwasi. You are starting to make us doubt you. Ingilia hii kesi kama leader wa Kamba Nation and solve this matter. Otherwise tutaanza kuwa na doubts na wewe. Kwa sababu Sami Kioko ni mtoto wa nyumbani. Mbona anakuwa mistreated na governor ambaye yuko kwa chama yako ya Wiper? Halo. Yes. Vijana kusema nini? Kweli. Na ukiona tumekuja saa hii, jua kuna maneno. Yes. Sasa jana wamekuja na PR. Jana walikuja, kumbe ilikuwa PR, tunataka kushika Sakaja. Kumbe jamaa wamepanga tu mpango yao ili usiku. Yes. Waamukie tu washtue tu watu. Kwa wale tulisoma hiyo kitabu ilikuwa inaitwa Kigogo. Ndio. Hiyo ndio vitu ambayo uongozi wa kihimla. Yaani wana divert tu maneno tu. Nakumbuka Majoka sijui akiambia ilikuwa ni huyo msaidizi wake. Ndio. Ati wewe sijui fanya hivi, hiyo wabomole hiyo soko, hiyo soko ifungwe. Ndio maneno ambayo ikena hapo. Imefanyika. Sasa Kigombao jana wamebomoa masoko. Ndio. Yaani walikuwa wanataka attention yote kuja. Sakaja anashikwa. Sasa watu wote wanaenda Sakaja anashikwa. Sakaja mgani ashikwe? Na kumbe Sakaja mtu wa tutamu anashikwa aje. Mtu wa serikali anashikwa aje. Kumbe wameweka PR inachezwa. Kumbe ni mchezo, ndio watu wa mudani ati Na walisema hii serikali ni ya mama mboga, ya boda boda, ya wanabiashara wadogo wadogo. Sasa muna bomolea wanasiasa, wanabiashara wadogo wadogo wai. Imagine walikuwa na stock yao ndani. Sasa hiyo na imeendaje? Yote iko chini. Na hiyo ni kazi tu ya serikali. Wewe unajua Kikomba inalisha watu wangapi hiyo Nairobi? Tukisema one term atumaanishi jokes. Kikomba bana, nilienda Nairobi nikaona mtiririko ya watu Kikomba. Wanaenda hapo ndio manguo ziko best. Wafanyikazi zaidi ya maelfu na hapo ndio iko best. Babu kuja ukomboe Nairobi. Ni kubaya. Babu komboa Nairobi. Ni mbaya. Babu komboa Nairobi. Ni mbaya. Sifuna. Komboa Kenya. Ni mbaya. Sifuna komboa Kenya. Babu komboa Nairobi. Sakaja PO Box nyumbani. Asubuhi na mapema. Wewe na mti yako PO Box home. Sasa tunataka bana, imagine unabomolewa na biashara wadogo wadogo, uende wapi? Imagine hapo ndio familia mingi inategemea Kikomba bwana. Guys, tuko kadi, tuchukue kadi. Sasa hii imekuja mpaka manyumbani kwenyu. Chukua kadi. Chukueni kadi bana, watu waende nyumbani. Usipopiga kura wewe ndio unatuleta. Wewe ndio unatuleta down. Usiposhika hiyo kadi sasa hii ya kura, wewe ndio unatuleta down. Imagine wewe ndio unatuangusha. Wewe ndio unaturudisha chini. Wewe kama tu unaumia. Wewe kama unaumia pesa kwa mfuko. Enda ushike kura. Right time ushike kura. Kura yako haki yako. Na this time tumewaambia watu. Dio. Si ati kura yako siri yako. Wewe
Sasa unatuonesha tu ulipigia nani? Wewe tuambie ulipigia nani? Tunapiga picha utuambie ulipigia nani kura. Tukae tukijua umepigia nani. Kama wewe ndio unatuweka kwa manini tujue. Na hiyo siku ya kupiga kura tunapiga kura na tunapiga picha. Kama hiyo shule ni iko na uwanja tunacheza game. Mpaka jioni. Mpaka isazihesabike. Yaani tukwanza kwa mashule. Yaani tunaunda tu timu nyingi kabisa. Yaani tukazi ni kuchezako tu mpira mkingoja wakihesabu. Si kama hujui kucheza mpira kwetu kama shabiki tu hapo. Tushie tu hapo mpaka vile watahesabu kura. Yaani wakipiga kura tuna mbebe paka chai. Mpaka chai. Yaani usitoke huko. Usitoke. Tunapiga, tunahesabu, tunaenda na matokeo nyumbani. Juu walisema this round IBC imesema yenye TV itatangaza. Ndio itakuwa ukweli. Sasa matokeo yako unapiga picha unatumia TV. Na kwanza hata si TV, tutakuwa na portal yetu. Utakuwa tutaweka watu kaunti ya Nairobi 47 county. Tunajumulisha matokeo ya eneo bunge, inajumulisha sisi wenyewe. Na tunajua kura zetu ni ngapi. So hiyo ujinga hiyo. Hakuna kuiba kura. Hakuna kuiba kura. Wewe piga kura. Enda upige kura tuone kama wataiba. Kibwagizo cha siku. Viongozi wa Luya mukule na wafuasi wenyu wasikufe njaa na nyinyi mnashiba. Muache uchoyo. Mbafu nyinyi. News Justin, comedian Sammy Kioko has now been hospitalized after that incident at the Machakos County government offices in which he was harassed and arrested by individuals believed to be county government security officers. His state or rather condition remains unknown. News Justin, comedians Sammy Kioko and Tom Daktari have reportedly been arrested outside the Machakos County government offices. Remember, this comes just days after that presser by Sammy Kioko and other suppliers in which he said that if the county government was going to fail to pay their outstanding bills by Monday, which was yesterday, then they were going to camp outside the offices until all those outstanding bills are paid. Just imagine, after comedian Sammy Kioko came to the public akasema Machakos County wamekataa kumlipa his 19 million after kusupply vitu hadi wa leo, months later hajawahi lipwa. He's never been paid. Imagine, after a trend kila mahali, a trend on X, a trend on Facebook, a trend on YouTube, kila mahali, everybody was inviting him for interviews, kila kitu waka explain exactly what happened. Yani, if people were maselebo kuongelea story wasema Machakos mlipe, hawajai mlipa. They've never paid him. Nimeona video fulani yeye na dada yake wamekaa Machakos County wakidemand pesa yao. Why is Machakos County refusing to pay this young man? Why are you refusing to pay this person? And na ile video nilifanya, please endeni msome hizo comments by the way. Muone vile watu msema bili Machakos County mkatana na pesa yao. So this is not the first time. This issue with Sammy Kioko is not the first issue. Many business people have faced the same problem with Machakos County. And many other counties out there, people have lost hundreds of millions of shillings. Huh? Can Machakos County come out clear and explain to us why are you refusing to pay Sammy Kioko? Na tunajua story ati anaitishwa hii. As in, mnataka aje na pesa ya mtu mwenye amefanyia kazi. Sasa amepoteza biashara yake, amepoteza livelihood yake, amepoteza kila kitu. He doesn't know what to do. Can influential people in Machakos County come as in, ni kama hata Wavinya ajali. The governor does not care about this issue. Na nakumbuka kitambo sana by the way. He used to do very many gigs for Machakos County. Akona namba ya Wavinya shilingi namba yake siku hizi. What do they want with Sammy Kioko? What do they generally want with Sammy Kioko? Na tukianza kuongelea hapa vitu za Machakos County by the way, tuanza kuanua vitu mingi sana hapa na we don't need to. Can you pay Sammy Kioko? Manze nimewatch story ya Sammy Kioko nikakumbuka exact feeling nilikuwa nayo 1 month ago nikidaido yangu kwa gava. I've had these tenders before. Now yangu ijakaa ni just 1 month. I think hata some of my followers wenye wamekuwa kinifollow for a minute have had me, do those videos. Mtu ananipigia kwa iPhone. Most of my followers have had me, doing those videos. There's a time nilikuwa naenda hizi meetings tao. Sometimes I was going live when I'm in town interacting with people. You time nilikuwa nadai do kwa gava. And manze, if you're a young entrepreneur today
and you're planning to do any government tender, achana na hiyo kitu. If you see any government tender advertising anything on a magazine, wapi, achana nayo. Like, wacha ma big fish wafanyeo biashara. Big fish, they know how to deal. That's why unaonaga barabara ya 5 kilometer costed 3 billion. Because they know that's how they get money. Wanajua vizuri sana. The road has to cost that much because wanajua kwanza kulipa hiyo do utalipo after 10 years. Number 2, you'll have to use like almost a quarter of that money trying to follow up your do. Jua hours wa procure. There's nothing they want. Ni pesa tu kulambishwa hapa na pale. Let me tell you what happened. Hey, can you just be patient, man? Let me tell you ni iPhone. Oh, sorry. Ni iPhone inapigwa. Let me tell you what happened. Mimi nilienda pale, nikakuwa frustrated, kikaniramba, and then one good Samaritan just came from nowhere and be like, "Oh, Shama, you've been here for quite a minute, so let's do this because there's no budget story mingi. Let's pay half the amount, like around 500,000, and then from there, the remaining balance will be sorted in a week or 2. Manze nililipua $500,000, nikasort pending debts nilikuwa nazo hapa na pale, suppliers, because kazi kama hizo like I don't do with my money. I just go to my suppliers, they give me materials, nafanya job, nitalipa with the LPO that is. Nikalipa some of the suppliers, of course wengine hata nilikuwa nishalipa na pesa yangu, nikasettle, nikafika tu ile place niko at least debt free. Umeelewa? Because again, you won't die trying to pay debts. You won't deplete all your savings 100% trying to pay debts. Utalipa rent aje. You understand? Na mimi nilikuwa kwa kona mbaya. You understand? So they paid me $500,000 and I was like, the balance, because mimi nimefanya kazi nimemaliza. The balance, I'm doing an invoice, nitupe hapo. If you guys want to pay, pay. If you don't want to pay, kuleni pesa. Because sometimes, listen, peace of mind is more important. You can lose yourself trying to find 19 million. I'm telling you that. But I'm not telling Sami Kioko to leave the money. I mean, he really needs to get paid, and justice for him, by the way. But government tenders, I'm talking to young entrepreneurs, mtu mwenye anafikiria ati kuna do kwa serikali, hey, kuna hii tender ya kusupply nini. It could be supplying anything. Inaweza hata kwa kusupply makalamu, just pens. Ukadhani hii ni pesa kidogo, ni 50,000. Ati hii nitalipwa. Manze utatumia 50k yako, you will never be paid. Take it to the bank. You will never be paid. You understand? Anyways, Baldman in town. We already shaved. Today we are giving out clothes. All right. So if you need clothes, I think I just need to give them out randomly. I'll make a video trying to sample out all those clothes. Alafu nione zile zenye nitapeana. So stick around for my next video because I'll be sampling out clothes. All right. Bye. Wakamba, mbona tuko silent wakati Sami Kioko is going through hell? Why are we not standing for our own? Wakamba, it's high time we stand up and fight for our brother. Sami Kioko is a young, hardworking man trying to make ends meet. Asubuhi mwana mamake amerashwa hospitali. If we are not careful, we might lose him into depression. Msteza na 19 million, I think it's a wrong idea. It's a bad idea for young or startups to do business with government. Tell me saizi 19 million. Mtu akikataa kukulipa 19 million, unaanza wapi? Probably you didn't have that money. You took loans. Oh my goodness. Wavinya Ndeti, honorable, tafadhali. Kuna mkamba wetu hata amesema atawapatia loan ya 19 million. Have you not seen that? Tafadhali, can we make sure that Sam Kioko is paid? Sijui kwa nini Sam Kioko hajalipo mpaka saa hizi. 19 million is not a joke. 19 million is not a joke. 19 million si mchezo. It's not a walk on the park. 19 million is not a walk on the park. Tafadhali kijana yetu alipwe. Kijana yetu alipwe jamani. Kijana yetu tujue venye atalipwa tafadhali, with all due respect. Hi TikTok. Can we now focus on Sami Kioko's issue? Nimeona saa hii hiyo interview ya Ubina, and I can tell you for a fact, kuna kitu hatuelewi. Kuna kitu tu hatuelewi mahali. Can we now focus? Tuache zile vitu zingine zote. The guy is not okay. Na juu nimeona wenzake akina whoever, those comedians and whoever, they are not talking about it. Now let's talk about it. TikTok, please.
Let's pursue Sammy Kioko's issue. Breaking news now, Sammy Kioko has been arrested just outside the governor's office and has been transferred to a development house just 1 kilometer away from the governor's office of Machakos. But away from that a little bit, behind me, we are at the IEBC offices in Catholic Diocese of Nakuru, and I'm here with mkaaji wa Nakuru. Mkaaji wa Nakuru, Nakuru tumefika, tuko kadi. Na unaona hapa people are about to be kadi. Therefore, if you are from Nakuru, please make sure that you are here at the Catholic Diocese of Nakuru, because we are about to register as many votes as we can. Mambo. Hi. Say hi. Naitwa Mwende. All right. Kutoka Meru. See you in Meru on Tuesday the 7th. Amen.